solution? Solution ni moja tu, ni kufanya uchunguzi. Uchunguzi na kuuliza maswali. Uchunguzi sio professional kwamba ni mpaka ufanye data. Wewe mwenyewe study, uangalie hivi jamii yako umetoka wapi. Kwa maana zamani hata mtu akitaka kuolewa walifanya uchunguzi, angalau sasa hivi yamepita. Maana yake ilikuwa ni hii, tusilete tabia ambazo si zetu. Kuna jamii za watu ambao wanaoana ndugu. Concept kubwa waliokuwa nayo ni kuondoa uvamizi wa vitu kama hivi kwenye jamii yao. Tunanielewa? Yaani inawezekana umeleta tatizo hili kwa sababu umeoa au umeolewa. Umeliokota mahali ukaingiza kwako. Sio, unanielewa? Na hiyo ndio lengo ya kuleta hapo, kwa sababu maana yako unaweza kuoa tatizo kalileta nyumbani kwenu kwenye ukoo wenu bila wewe kujua. Wewe umetoka kwenye familia ya wazazi wote, unaoa mtu ambaye ametoka kwenye single parents na amnishughulikie. Inawezekana kabisa ukaoa au kaolewa na tatizo badala ya mtu mwenyewe, kwa sababu hatupendi kufanya uchunguzi. Ndio shida iko hapo. Hatupendi. Sasa matokeo yako fanya uchunguzi kwa kuuliza kila kitu kwenye familia yenu ama ukoo wenu. Ujue vitu baadhi vinatoka wapi. Kwa nini sisi tuna struggle sana, tuna hustle mno, hakuna success? Haiwezekani. Inawezekana nyuma huko kulikuwa na misingi kwamba ukifanya chochote lazima uende labda kwa mganga au ufanye ndio watu akili zitulie wafanikiwe. Sasa wewe unataka kwenda hivi hivi, utakwama. Waulize ujue, hata kama unasimama kinyume navyo ukiwa unapinga vizuri kitu unachokijua. Huwezi kupinga usichokijua, utakuwa mtu wa ajabu ajabu. Jua kwanza alafu pinge kwa strategy. Okay, sasa kwenye kesi kama hii Cosmas Madulu kwamba mimi ndo natoka kwa wazazi wote. Ndio. Mwenzangu anatoka kwenye single parents. Ina maana kunahitajika mazungumzo hapo, Ndio, inawezekana kwamba hawa ni single parents, lakini ni kwa tatizo ambalo sio la kuzoeleka kwenye jamii yao. Ndio tunachosema watu kuwa single parents sio tatizo. Inawezekana wao ndio wa kwanza na kulitokea sababu ya msingi. Okay. Na nielewa. Sasa angalia unayemuoa au unayeoana naye. Dada zake wako 4. 3 wote waliachika na waume zao. Au kijana huyo naye oa na kaka zake 5, 4 wote waliachana na wake zao. Yaani lazima ujiulize kuna shida gani kabla hujasogeza hilo tatizo nyumbani kwako. Haya ni mambo ya muhimu kwa sababu hatufanyi tunayoyafanya kwa bahati mbaya. No. Kila unachokifanya kaka Grayson kina sababu. Ikiwemo machaguzi kina sababu. Na ndio maana kuna mambo ambayo mtu anafanya mpaka unajiuliza na taaluma yake hii anafanya hivi. Kinachomuongoza mtu sio taaluma tu, kuna vitu vingi ndani yake. Kwa hiyo chochote ambacho mwanadamu anafanya kina sababu, na ndio maana ni muhimu kufanya uchunguzi. Na cha pili, amini kinyume chake. Okay. Amini kinyume na tatizo ulilokuwa nalo. Yaani wanaachika sana, lakini mimi sitaachika. Wow. Naenda huko lakini na uendelee kutamka. Kadri unavyotamka unavunja hiyo mentality. Unaondoa hiyo hali na unaipanga akili yako kuwa hivyo unavyotamka. Kwa mfano wewe ukiendelea kila siku unaamka asubuhi unasema mimi ni mtangazaji bora na hodari na mwenye maarifa na ujuzi. Kila siku asubuhi ukiamka, jiambie. Sio kwa amini tu, jiambie, unaiambia akili yako. Kwa mfano mimi naiambia akili yangu mimi sina chochote cha maana. Maana yangu iko kwenye kinywa. Kwa hiyo wewe kichwa jifunze kila siku jambo jipya. Ili niwe na maana kupitia kinywa. Sina nielewa. Kwa hiyo amini kinyume chake. Mimi ni mtu safi, mtu bora na nina maarifa kabisa. Unajua ukiongea hivyo watu, kuna mtu mmoja aliniambia yeye alikuwa anazungumza kutoka perspective ya ushirikina. Akasema ukijua ushirikina unavyo function, utakuwa makini sana na maneno unayojitamka. Ndio. Kwa sababu kuna maneno ni nguvu inayo attract vitu. Kwa hiyo unaposema hayo unaweza kuwa unaongea kwa attract ushirikina bila wewe kujua. Yaani unajiroga mwenyewe bila kulogwa na watu. Hivi inawezekana? Moja kwa moja. Kuna watu wengi wamejiumiza wao bila kujua. Hii dunia ina invisible forces nyingi kuliko unavyofikiria. Kama unavyoona teknolojia, unaongea hapa mtu anasikiliza yuko wapi Sweden huko. Na hakuna waya. Na ulimwengu wengine wa mambo hayo iko hivyo hivyo. Unaweza kuwa unaishi unavutia vitu ambavyo huvitaki kupitia kinywa chako. Kadri unavyosema vitu na create mwenyewe, unatengeneza ile mindset yako. Nguvu ya mtoto wa kwanza ama mkubwa kwenye hilo eneo na jinsi ambavyo wanaweza kaamua muendelezo wa jamii na familia yao zijazo. Yuko 100% sahihi. Watoto wa kwanza wasiposaidiwa ndio wanaotengeneza mlango wa tatizo zaidi. Wanatoa kwa wazazi, wanaliendeleza. Kwa mfano, mtoto wa kwanza kwenye familia akifanikiwa shuleni, akawa msomi, nyuma huku lazima watokee wasomi wengine. Mtoto wa kwanza akiwa mfanyabiashara mkubwa, nyuma huku lazima kuwe na wafanyabiashara wengine. Mtoto wa kwanza akiwa hohehahe, utateseka kuwajenga watoto wa nyuma. Kwa sababu yeye ndio mlango
ambapo wengine wanapita. Kama kuna tatizo kama hili ukamsaidia mtoto wa kwanza kubomoa, umevunja nyuma huku nyuma kutakuwa na mtiririko mzuri. Okay. Mtu yeyote anayebisha, chunguza kwenye familia yao tu. Mko 10 lakini firstborn ndio aliyetengeneza kile kinachowaathiri sasa. Kama ni mwanasiasa, nyuma huku wote wanajipanga kwa wanasiasa. Akitokea wa kupinga ni wawili watatu. Wengi mtazamo wao utakuwa huo. Ni kwa sababu gani? Mtoto wa kwanza anabeba nafasi ya wazazi. Anabeba nafasi ya wazazi. Ni maana akitengenezwa kama anavyosema ndugu yangu, abakiwa mbovu, ule ubovu atakujengea msingi na kuubomoa mpaka upate neema. Kwa mambo mengi tumejiroga wenyewe kwa vinywa vyetu, na tunaweza kuvunja bila maombi. Sikiliza, unaomba nini? Jiulize, unaomba nini? Unakemea. Unakemea nini? Pepo wa kuachika. Sawa. Pepo kukosa hela. Naelewa. Unakemea pepo ya kuachika. Limetoka wapi? Mungu ndio. Maana yako kilikemea bila kujua, ndio maana unamwambia Mungu ndio amekutengenezea. Yaani unakemea afu kumbe unamtukana Mungu. Yaani tunakemea vitu ambavyo hatujatengeneza wenyewe. Sasa ukikemea ulichokitengeneza wewe wenyewe unamtukana Mungu. Unanielewa? Kumbe unamsingizia. Sio kumsingizia, tunamtukana Mungu wako. Kwa hiyo hivi ni vitu vinatokana na watu kukosa upeo tu. Yeah. Unanielewa? Yaani mtu ambaye yuko smart, akiamini, imani inakuwa fresh. Mtu asiyekuwa smart kwa maana ya ufahamu, hawezi kuamini, anakuwa fuasi. Unapofanya kukemea tatizo ambalo umelitengeneza mwenyewe, huyo Mungu namtukana. Hajakutengenezea, umetengeneza mwenyewe na kizazi chako. Unawajibika mwenyewe pia kuliondoa. Wow, Cosmas, muda sio mwingi sana. Nadhani una vitu ambavyo ulikuwa unatamani. Kuna mtu ambaye ni mzazi, kuna mtu ambaye anajipanga kuwa na mtoto wa kwanza ambaye atafungua au kuziba hayo malango. Kuna mtu ambaye yeye mwenyewe tayari amejikuta kwenye huo chain ya amezaliwa kwenye tatizo. Nini unaweza kaongea? Kama umezaliwa kwenye familia ambayo wewe mwenyewe huridhiki, unaona kwamba hivi jamii ukoo mzima tuko watu 400. Yaani hata bodaboda hakuna aliye na bodaboda kwa jumuiya, kwa dunia hii tulionayo. Sio kawaida. Sio kawaida. Usichukulie kawaida. Rudi nyuma. Anza kutafuta maarifa kujua hiki kitu nakiondoaje. Na nielewa, sio kwa juhudi zako. Tunaweza kuwa unashinda unafanya kazi asubuhi mpaka jioni. Hata 10,000 hupati. Lazima urudi kujifunza na uweke mbinu na mipango na tengeneze watu wengine marafiki sahihi. Inawezekana kabisa ndugu zako kuzaliwa ukawaignore, ila ukawa unawasaidia tu kwa mbali, umewaignore kwa sababu wasiendeleze hizo chembe za uharibifu. Ndio wale maumivu. Yaani mimi kaa mbali. Nitawasaidieni mkiwa huko siwataki. Kwa sababu wao ndio chembe za hilo tatizo. Watakusema vibaya, watakuchukia, lakini baadaye utageuza njia, utakuwa turning point. Lakini mpaka uwe na ufahamu na ujue unachopambana nacho ni nini. Bila hivyo, taendelea kukemea. Mlikemea mwaka juzi, bado mko vile vile. Mtakemea miaka 10 ijayo na bado mko vile vile. Mungu hayupo kwenye hisia, Mungu yupo kwenye ufahamu. Okay. Watu wengi wamemweka Mungu kwenye hisia, wakihamasika wanadhani Mungu amewagusa. Never. Yuko deep. Mungu yupo kwenye ufahamu. Intelligence. Yes. Moja kwa moja. Ikikombolewa akili yako wewe ukisema una Mungu na wewe katiki. Watu wengi wanasema wana Mungu lakini ukimtazama unaona kinachomtesa ni ukosefu wa maarifa. Na by the way ni hisia huwa hazipati muda kuchanganua chochote. Ameweka hisia hazichanganui. Ameweka alama ya kitu kinaitwa Mungu kwenye akili yake. Basi ametosha. Lakini hatatuli. Hamna Mungu wala chochote, hamna kitu cha anakudanganya. Lakini kwa sababu Mungu ni super clever, ni akili ambayo iko zaidi. Uzuri ni mmoja tu, kila mtu atakuwa jaji tu kwa uwezo wake wa kufikiri. Kwa hiyo haina shida, waendelee kuwa hivyo hivyo. Kwa sababu Mungu hawezi kukujaji wewe au yule tofauti labda na mimi. Tuna ufahamu tofauti. Hicho tu ndio bahati ambayo Mungu anafanya. Lakini bila hivyo, hapana. Lazima uchunguze, uamini kinyume na hilo na uendelee kusema kinyume. Mimi sitaachika au mimi sitaendelea kuwa masikini, na iwe wimbo kila siku asubuhi mbele za watu. Nikuambia mfano, kwa mimi niliwahi kuexperience hichi kitu mimi mwenyewe. Okay. Sio kwamba ya kukosa vitu, hapana. Okay. Nilikuwa nataka kwenda kusoma Ulaya. Baada ya kaka zangu wawili watatu kwa wamepotelea huko, wameenda kusoma miaka mingi. Nimeanza la kwanza mpaka la 7 sijaiona kaka yangu yuko Urusi. Okay. Kwa Ujerumani yuko wapi. Nikatamani hicho kitu lakini sina namna ya kwenda. Baadaye nikawa nawaambia watu kila siku, mimi lazima niende Ulaya. Mwaka gani, lini, nitajuaje? Hawananicheka kabisa mbele za watu, huyu amechanganyikiwa. Ilipita kama miaka 3 naongea hicho
kila siku. Siku ya kusafiri walishangaa. Lakini ukiachieve kile ulichoko ndani yako na hela zitakuja. Wow. Hakuna mtu ameachieve kilichoko ndani yake anachokihitaji akakosa hela. Hayupo. Hivi kwa mfano mimi naongea hapa. Mfano tu nikishindwa maisha, nikifungua kanisa sitapata waumini. Wengi. Sasa shida iko wapi? Tayari nimesha achieve, nikugeuza ukurasa tu. Yeah. Huwezi kuwafikia achievement ukakosa hela. Tatizo watu wanatazama hela baada ya kujitazama wao. Ndio tatizo liko hapo.